Mapinduzi mkoa wa Tanga na mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM taifa. Kwanza sisi tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kukuleta salama, na muda huu tumekupokea kwa mbwembwe, bashasha na vifijo. CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani ulitamani kukutana tu na waandishi wa habari, lakini CCM Pangani hatuna dogo. Na wewe bahati nzuri unakujaga kwa mwendo wa kitraole. Mwenyekiti oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jambo hili hafla maalum, jambo hili maalum, wako watu wamekuja kukusindikiza na kukusikiliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunao viongozi wa kamati ya siasa Chama cha Mapinduzi wilaya, tunao waheshimiwa madiwani wateule wanaosubiria kuapishwa, unao viongozi wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake ngazi ya kata, lakini pia wapo wanachama wakereketwa wa Chama cha Mapinduzi, lakini bila kusahau majeshi ya mama. Majeshi ya mama oye! Tanzania oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi binafsi tunakushukuru. Wakati tunaendelea kukabidhi maiki hii kwa uongozi wa mkoa, naomba tuendelee kukushukuru sana. Lakini pia Chama cha Mapinduzi kimeweza kumwalika muhusika anayehusika kukopesha fedha katika idara yetu ya halmashauri. Tafsiri yake yupo, punga mkono kidogo kuone, baadaye utasalimia japo kwa dakika moja. CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama Chama cha Mapinduzi wilaya Pangani tunatambua uwepo na umuhimu wako, namna unavyoitenda kazi ya chama, namna unavyomsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye eneo lako. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wilaya ya Pangani tunafurahi na tunaamini kazi unayoifanya. Haujachagua idara ya kuisaidia katika maeneo yote ndani ya wilaya yetu. Unagusa katika masuala ya elimu, umegusa katika masuala ya afya, umegusa katika masuala ya vikundi, umegusa kila idara, na leo upo kwenye jambo la vijana. Sisi binafsi tunakushukuru, tunakupongeza, tunakuombea. Endelea kuchapa kazi bila woga. CCM wilaya Pangani nyumbani kwenu, bado tuko pamoja na wewe. Ustazi Rajabu oye! Rajabu MCC oye! Piga makofi mengi sana kwake. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe sasa, kulingana na muda, na wewe ni muumini sana wa muda, unapenda kufanya jambo ili kuwaruhusu watu wengine nao wakafanye shughuli zao za ujenzi wa taifa hili. Wilaya ya Pangani kwanza iko salama sana. Iko salama kimaendeleo, iko salama kiuchumi, iko salama kiusalama. Kwa hiyo Mheshimiwa MCC, naomba relax, ujue upo kazini, hakuna maneno. Pangani hatuna dogo. Pangani oye! Tanzania oye! Juma Hamidu Aweso yeye ndiye muhusika mkuu wa utoaji wa fedha, ambapo pale nyinyi Chama cha Mapinduzi mmeruhusu zitoke kwa mipangilio mliokuwa mmepangilia. Basi kwa sekunde 5 ni kuombe sema neno ili tuendelee na utaratibu. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa jina naitwa Sekela Steven Mwaukasa, ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii katika halmashauri ya wilaya ya Pangani. Nimepewa dakika chache, naomba nizitumie kwa usahihi na ufasaha. Nimefurahi kuwepo hapa, lakini kubwa kabisa hilo nifurahisha ni kwa uongozi mzima wa chama wa halmashauri ya wilaya ya Pangani kuwepo hapa mbele ya kikundi ambacho mimi ni kikundi kwangu cha kujivunia. Ni kikundi cha kujivunia sana, na ni kikundi cha mfano, na nilipenda hadhira hii pengine ije itokee na vijana wawepo kwenye hadhira hiyo kubwa, ambao wawepo kama mfano. Tunatambua serikali yetu tukufu, serikali mahiri, serikali sikivu kabisa, imeweza kuja na mkakati wa kuwatoa vijana kwenye kujikwamua kiuchumi, kiasi kwamba kimeweza kutoa mikopo hii ambayo ni 10%, mikopo ambayo haina riba. Mikopo hii imekuwa ikitolewa kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Nashukuru kwa kikundi hiki, ni kikundi kilichoonyesha mfano wa hali ya juu. Walikopa mkopo kwa mara ya kwanza, walirudisha kwa wakati. Hivyo walipokuja kukopa mara ya pili,
Kwa kweli hakukuwa na kusitasita kokote katika kuwasapoti juhudi zao, sawa sawa na dhamira kubwa ya serikali ambayo ndio lengo lake vijana hawa tuliweza kuwakopesha tena. Lakini bado wameonyesha ile nia njema ya serikali, wenyewe wameendelea kuiunga mkono. Jamani, hawa vijana wanarejesha bila kusuasua, na hata pale wanapokutana na changamoto kidogo, yani lazima wakufuate. Na kitu kingine, wameweka mahusiano mazuri na idara. Yani nikitaka kuwataja mimi hapo hata kwa majina nitawataja. Nisipende kuchukua muda mrefu sana. Leo tunaangalia hiki kitu kizuri ambacho kwa vijana hao wameweza kukopesha kwa uaminifu na wanalipa kwa uaminifu. Nafikiri sio siku ya kuongelea kinyume cha kuto kurejesha. Naomba niongelee tu katika swala zima la marejesho. Lakini naomba dakika moja nipende kutoa taarifa kwamba leo tunaangalia ni vijana, lakini serikali yetu sikivu kabisa ya awamu ya 6 inatoa tena mikopo kwa wanawake kupitia wizara. Kwa hiyo wanawake, naomba mtambue kabisa mikopo hii wanawake mnaenda kukopa kwa mjasiriamali mmoja mmoja na hata pia kwa vikundi. Mikopo hii serikali imetoa kwa kukopesha mjasiriamali mmoja una uwezo wa kukopa hadi milioni 30. Jamani, serikali yetu itupe nini? Lakini kuna mikopo tena ambayo serikali sikivu ya awamu ya 6 Mama Samia Suluhu Hassan imetoa bilioni 18 kwa benki ya NMB kwa mjasiriamali mmoja mmoja. Huyu sasa awe mwanamke, awe mwanaume, awe kijana. Fedha jamani zipo. Swala tu ni kujisajili, uwe na namba ya NIDA, uwe na 20,000 ya usajili. Fedha ziko benki, na mpaka sasa hivi tumeshasajili wajasiriamali 199. Kadi zao ambazo huwa tukisajili TAMISEMI ndo ana print. Tumeshapata kadi 99, lakini haijalishi ukishasajiliwa tu, kitendo cha kuwa na ile namba tu, ukija tutakuelekeza utaratibu wa kwenda kuchukua fedha benki. Mpaka sasa hivi toka tuanze kusajili wamekopesha wajasiriamali mmoja mmoja 16. Na kiasi cha fedha ambacho tayari wamekichukua kwa kila mtu ni shilingi milioni 32 na 800,000. Mkopo huu unaanzia kuanzia 100,000 hadi 400,000. Umelenga kwa wale wafanyabiashara ambao mzunguko wao kwa fedha ni chini ya milioni 4. Jamani, umaskini utakuwepo hautakuwepo? Zaidi umaskini ni kujitakia. Serikali inatoa sapoti kubwa kwa wananchi wake, imeliangalia. Tunaomba tutoe sapoti pia kwa serikali. Nisiwe msemaji mkuu, naomba nirudishe mic. Hao vijana ambao leo walichukua mkopo wa milioni 27,292 na mpaka sasa hivi wamesharejesha takribani milioni 14, wamebakiza milioni 13. Wenyewe hawaangalii mkataba, wanaangalia kile wanachokipata wanarudisha, na ahadi tulishawapa. Watakaporudisha kwa haraka kama walivyorejesha mara ya kwanza, sisi hatutasita kuwashika mkono kwa kuwakopesha tena hata zaidi. Mara ya kwanza alikopa fedha milioni 10, lakini mara hii tumewakopesha milioni 27. Hatutasita, na ushauri wangu ambao nilitoa kwao, wasiangalie tu kwenye bodaboda bali waangalie na miradi mingine. Asanteni. Siasa wilaya hoye. Asanteni sana. Nataka kusimamia rasmi. Utangulizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote sisi wana kikundi cha Tupoi Boda Group tunayo furaha kubwa kuwakaribisha wewe na msafara wako ulioongozana nao. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikundi cha Tupoi Boda Group kilianzishwa tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2020 kikiwa na wanachama 10 wote wenye jinsia ya kiume. Mnamo tarehe 20 mwezi wa 12 2022 tulipata cheti cha utambuzi toka halmashauri ya wilaya ya Pangani, utambulisho wenye namba Pangani VJ Pangani 2022 139. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kupata cheti hicho tuliomba mkopo wa halmashauri kutoka fedha za 10%.
tulifanikiwa kukopeshwa shilingi milioni 27,592 kwa ajili ya kununua pikipiki ili kuendesha mradi wa usafirishaji watu mizigo midogo midogo maarufu kama bodaboda. Tulikuwa tukirejesha kwa miezi 16, yani kuanzia tarehe 16 mwezi wa 6 2026 ndio utakuwa ukomo wa mkopo huu. Aidha, tulipewa muda wa miezi mitatu ya maangalizo ya mradi. Tunatakiwa kuanza kurejesha rasmi tarehe 16 mwezi wa 3 2025. Kwa kila mwezi rejesho ni shilingi milioni 1,724,500. Utekelezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchanganuo wa mkopo wa shilingi milioni 27,592 ilikuwa kama ifuatavyo. Ilikuwa ni ununuzi wa pikipiki 8, mafuta ya kuanzia kazi na nauli za wajumbe wakati wa kwenda kununua pikipiki hizi. Baada ya kuanza kazi kwa muda wa miezi 8, kikundi cha Hatupoi Boda Group kilifanikiwa kurejesha shilingi milioni 14,150,052 na kubaki deni la shilingi milioni 13,540,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikundi kimepata mafanikio mbalimbali kupitia utekelezaji wa shughuli zake, ikiwemo kutoa ajira za vijana 8 za moja kwa moja. Kufikia sasa tumepata mafunzo ya ujasiriamali, usimamizi wa fedha, kufanikiwa kurejesha kiasi cha shilingi milioni 14,152,000 kuweza pia kujiongezea kipato binafsi kama wanachama. Shukrani zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi vijana wa kikundi cha Hatupoi Boda Group tunatoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Suluhu Hassan kwa kuthamini vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana, ambapo tumekuwa tukipatiwa mikopo isiyokuwa na riba. Hata hivyo, tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hotuba yake iliyofanyika juzi katika kuzindua bunge la 13, baada ya kutamka rasmi kutakuwa na idara ya waziri ambayo atasimamia vijana. Hii imetusaidia sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo pongezi kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 5 ijayo. Sisi kama Hatupoi Boda Group pamoja na bodaboda wengine tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kutimiza maono alionayo juu ya taifa letu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Shukrani. Unaitwa nani? Haya, nakabidhi risala, piga makofi mengi sana tafadhali. CCM oye! Na tunashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, baadhi ya vijana walipata leseni. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, sisi tunakushukuru sana. Sisi vituo vyetu hivi kwa 47, lakini ndani ya vituo wapo vikundi ambavyo wamejiunga wenyewe. Mfano kama hapa Feri wamejiunga baadhi ya vikundi na wameomba mkopo halmashauri. Sisi tukupongeza mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu vituo vipo vingi. Tuombe vizuri vyote mheshimiwa mwenyekiti hivi vituo vyetu. Maana wewe ndio baba yetu, wewe ndio mlezi wetu. Tuombe utusaidie haya majanga ya mikopo ya lazima kwa kina watu binafsi, tuombe utuviepuke. Lakini tunashukuru halmashauri yetu wilaya Pangani inapambana kutuelimisha, tukaungana na dada yetu wa maendeleo ya jamii anatushawishi sana tuunge vikundi katika wilaya yetu ya Pangani. Baada ya kusimama mheshimiwa mwenyekiti, tunashukuru sana. Sisi kama vijana na bodaboda tunakuunga mkono, lakini pia tupongeze mheshimiwa mbunge wa jimbo la Pangani. Anapambana, ametuahidi atatutimizia pikipiki zetu, lakini hana tatizo, amesema akirudi mambo yote yatakuwa vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu sana Pangani. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Mohamed Chande. Kwa jina naitwa Mohamed Chande, ni mwenyekiti wa bodaboda kwa Tanga, lakini pia ni mwenyekiti wa bodaboda wilaya ya Tanga mjini. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa, lakini pia nimpongeze mheshimiwa mwenyekiti wa CCM mkoa, mzee wetu huyu, kwa juhudi kubwa. Lakini pia nimpongeze serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na kutenga wizara ya vijana, na mfano leo umeanza kuonekana. Kwa hiyo nimpongeze mheshimiwa mwenyekiti na serikali kwa jumla kwa kazi nzuri. Lakini pia pesa hizi zinazotoka za mkopo sio kama ni za bure. Hizi pesa ni kwa ajili ya kurejesha marejesho
Kwa mikopo tunapokopeshwa lazima turejeshe. Kwa hiyo naipongeza serikali kwa kazi nzuri, na sisi vijana tuko tayari, lakini pia nimpongeze mwenyekiti wa wilaya wa bodaboda kwa kusimamia wilaya yake vizuri, na nimpongeze mwenyekiti pia wa kituo cha Atupoi kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Mungu awazidishie na Mungu atawafanyia wepesi, na pia nimpongeze mheshimiwa mbunge wa Pangani ndugu yetu Aweso kwa kura nyingi na kwa kazi nzuri. Tuko naye karibu taasisi Tanga mkoa. Sina mengi ya kuzungumza, hayo nadhani natosha. Kushirikiana katika utendaji wa kazi ndio jambo ambalo ni msingi. Sina mengi sana ya kuzungumza. Asante kwa kusikiliza. Kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa itambue uwepo wa mwenyekiti wa CCM wilaya yetu ya Pangani ndugu yetu Dula almaarufu Dula Bonge, lakini nitambue uwepo wa wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, nitambue uwepo wa wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Kwa umuhimu na mapenzi makubwa, wanachama wapenzi wa Kereketo ambao mmekuja kusherehesha hafla hii fupi, niseme kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, hafla hii fupi ni zao la ziara zako nyingi katika wilaya hizi za mkoa wa Tanga. Katika ziara zako mahala kwingi umekuwa ukipita ukasema tuna haja ya sisi kushuka kwa wananchi, kushuka kwa wanachama, kushuka kwa jamii, wakipende chama chao, wakitambue chama chao, kwamba chama hiki ni mali yao. CCM oye! Kwa hiyo ndugu zangu wanapangani, sio tu Pangani, lakini mwenyekiti wetu amekuwa akitafsiri maono ya Chama cha Mapinduzi Taifa katika ngazi ya mkoa wetu kwa vitendo. Tumpigieni makofi mengi sana. Ndugu zangu, tumepata bahati kubwa, na bahati hii mmetupa ninyi wanapangani. Mkoa wa Tanga unasemwa kila mahala, unasifiwa kila mahala kwa sababu ya utendaji uliotukuka wa mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa. Kwa hiyo katika hii ni hafla ya kwake na yeye ndiyo mgeni rasmi. Mambo mengi atakuja kuyazungumza yeye mwenyewe, lakini mwenyekiti hakuja peke yake, ameambatana na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa. Tunaye mwenyekiti wa WT mama yetu Shaima, upunge mkono. CCM oye! Asante. Lakini pia tunaye mjumbe wa kamati ya siasa ndugu yetu Nasoro Abbas Makau, popote alipo apunge mkono. CCM oye! Ndugu mwenyekiti, kwa sababu ya muda nimkaribishe mwenyekiti wa CCM wilaya ya Pangani aweze kukaribisha. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na wajumbe wa kamati ya siasa wa mkoa, waheshimiwa madiwani wote kutoka katika hali kubwa ya mvua na kwenda kupiga kura, hongereni sana. Hongereni sana kwa kumpa kura nyingi Dr. Samia Suluhu Hassan. Hongereni sana kwa kumpa kura nyingi Mheshimiwa mbunge Juma Hamid Aweso. Hongereni sana kwa kushinda kata zote 14. Mheshimiwa mwenyekiti, sisiti kusema katika mkoa wetu wa Tanga sisi ndio tuongoza. Na tuliwiwa kwa sababu ya mapenzi makubwa ya mjumbe wa kamati kuu anatokea Pangani. Alafu tunaye aliyekuwa waziri, maana sasa sio waziri tena, aliyekuwa waziri yuko katika jimbo la Pangani. Na ndio maana nyinyi wanachama mkasema haiwezekani, ni lazima tuhakikishe tuitendee haki wilaya yetu ya Pangani kwa kuweza kufanya vile tulivyofanya. Asanteni sana, shukrani sana. Jambo lingine ambalo mahususi lililotuleta hapa, mimi nikupongeze wewe Mheshimiwa mwenyekiti kwa kufikiri hayo unayoyataka kuyafanya. Tutakupa nafasi ya kuzungumza. Hongereni sana hichi kikundi. Mmeonesha vijana wa Pangani wakiaminiwa wanaaminika. Kitendo cha kukopa mara ya kwanza kurejesha deni lote na kukopa mara ya pili na mnaendelea kulipa vizuri, hongereni sana. Hii platform ya leo isiwe chachu sasa kwa vikundi vingine kuacha kulipa, msubiri MCC aje awalipie.
CCM oyee! Hawa Kawiwa kapata hiyo nafasi baada ya kuona wanafanya vizuri. Kwa hiyo sisi vikundi vingine tutumie platform hiyo tufanye vizuri zaidi. Inawezekana ikawa MCC, inawezekana akawa mbunge, inawezekana akawa mtu mwingine yoyote akafanya kama hili analokuja kulifanya MCC. Sasa tunajuana watu wa Pangani. Tunasema kwa nini kawapa wale sisi hajatupa? Kila mmoja ana bahati yake. Lakini ninavyomjua MCC vile vile ana hamu afanye kote, lakini tujue yeye ni kiongozi wa mkoa. Kwa hiyo anatakiwa afanye Pangani na sehemu nyingine na sehemu nyingine. Lakini kwa kuwa katokea Pangani, kasema lazima nianze nyumbani. Na tumshukuru vile vile Dr. Samia Suluhu Hassan. Hotuba yake ya juzi imetuonesha dhamira yake, madhumuni yake kuondokana na wananchi wote kwenye dimbwi la umaskini. Kwa hiyo fursa zipo za pesa na ni pesa ipo. Kwa hiyo sisi wenyewe tu kujituni kufanya kazi ili tuweze kuondokana na umaskini. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima kubwa na unyenyekevu, karibu uongee na hadhara hii. Asante sana. Dr. Samia oye! Yeso oye! Pangani hai hoi! Kuna kama hoi hoi? Mwana mama mpango adiji ya mnyaji yuko hoi kabla haja hapa. Ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Pangani, ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga na wale wilaya ya Pangani, ndugu zetu, vijana wetu wa Tupoi Bodaboda Group, wananchi wenzangu wa Pangani, habari za asubuhi. Kwanza na mimi niungane na waliotangulia kuzungumza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana hapa kwa tukio fupi. Lakini pili, binafsi yangu niwashukuru sana kwa niaba ya kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Pangani, kwa namna ambavyo mmeratibu jambo hili. Sisi tulijua tukifika hapa tuongea na vijana wetu tunaondoka, lakini tumefika hapa tunakuta mkutano wa hadhara tena. Kiukweli tumeshangaa sana, lakini haya ni kwa sababu ya mapenzi mema ya wananchi wa Pangani kwa Chama cha Mapinduzi, lakini pia na kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, kama walivyotangulia kuzungumza waliozungumza kwamba jambo letu ni fupi sana. Tupo hapa tumekuja kuwatembelea vijana wetu wanaojishughulisha na shughuli za bodaboda katika eneo hili la Kivukoni hapa Pangani mjini. Kama alivyosema afisa maendeleo kwamba vijana hawa ni vijana wa kutolewa mfano, si Pangani tu, naweza kuthubutu kusema kwenye mkoa mzima wetu wa Tanga. Mkoa huu tuna kata 245
sijafika miongoni mwa kata chache, lakini kata nyingi katika mkoa wetu nimefika kwa ajili ya kuangalia shughuli za kimaendeleo, miradi ya kijamii inayotolewa fedha nyingi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuangalia namna vijana na akina mama wanavyojishughulisha kwa swala zima la uchumi. Nimezunguka maeneo mengi, nimeona vijana kama hawa wanajishughulisha na bodaboda, lakini wapo wanajishughulisha na kilimo na mambo mengine, lakini naweza kuthubutu kusema kwa mara nyingine hawa ni wa kutolewa mfano. Kwa nini? Mnakumbuka kabla ya mikopo hii ya halmashauri ya 10% za halmashauri, kwa maana 4% vijana, 4% kina mama na 2% ya wenye ulemavu, kabla ya kufunguliwa maana yake ilifungwa. Ukisema ilifunguliwa maana yake ilifungwa. Huwezi kufungulia kitu ambacho hakikufungwa. Na kwa nini ilifungwa? Ilifungwa kwa sababu matumizi yake hayakuwa sahihi sana. Wapo waliokopeshwa wakati ule waliona kama vile ni zawadi, kwamba mtu akishakopeshwa anaona hiyo ni mali yake moja kwa moja, hastahili kurudisha kila alichokopeshwa. Lakini wapo pia baadhi ya watumishi serikalini kwenye halmashauri hawakuwa waaminifu, waliunda vikundi feki, vikundi hewa, fedha hizi zikaingia kwenye mifuko yao kwa nia njema. Mheshimiwa Rais wakati ule Daktari Samia Suluhu Hassan akasema tusimamisheni ili tutengeneze utaratibu mzuri, ili mambo haya yaweze kukaa vizuri, ili wanaohusika kupata mikopo hii, akina mama, vijana na wenye ulemavu, waweze kupata haki yao hiyo. Ndio maana mikopo hii sasa imefunguliwa na imewekewa utaratibu mzuri, na ndio maana umeona hapa afisa wetu amelizungumza kwa kinywa kipana kwamba mikopo sasa hii ipo. Kila anayetaka kukopeshwa ambaye atakidhi vigezo aende akakopeshwa. Na kwa bahati nzuri maelekezo ya serikali ya chama chetu, mikopo hii ya 10% ni mikopo ambayo haina riba. Unachokopeshwa ndicho unachokirudisha. Sasa tunaposema vijana hawa ni wakutolewa mfano, wao hawakuingia kwenye ile kundi ambalo walipopewa mikopo halafu wakaona ni mali yao wakaona wasirudishe. Hapana, wamepewa mikopo wakajishughulisha kwa jitihada kubwa na wakawa wanafanya marejesho yao tena kwa muda mwafaka, na wakati mwingine kabla ya tarehe ya marejesho haijafika wao wamesharudisha kile ambacho walitakiwa kurudisha. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba watu hawa wanajitambua, wanafanya kazi kwa jitihada kubwa, wanajiingizia kipato na wanaheshimu fedha wanayoipata, na hiyo ndio siri kubwa ya mafanikio. Ili mtu aendelee kwenye kile anachokifanya, lazima aheshimu kipato cha kile anachokipata kwa shughuli anayoifanya. Hongereni sana vijana wetu kwa kuheshimu kipato mnachokipata, ndio maana mnaendelea mbele badala ya kurudi nyuma. Hongereni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, kuja leo kwetu hapa kwa vijana hawa, tumekuja kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumshukuru kwa vitendo kwa hotuba yake aliyoitoa
wakati anazindua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye hotuba ile ameongea mambo mengi kwa mustakabali mzima wa maendeleo ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wa Tanga, kwa niaba ya wananchi kwenye mkoa wa Tanga, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake iliyosheheni mwelekeo mpya wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama nilivyosema, hotuba ile ilisheheni mambo mengi. Amezungumzia amani ya nchi yetu, amezungumzia umoja wa kitaifa nchi yetu, amezungumzia maridhiano katika nchi yetu ili amani iendelee kuwepo katika nchi yetu. Na yako mambo mengi ameyazungumza ndani ya hotuba ile. Kila Mtanzania, kila Mwanatanga amesikia hotuba ile na amefarijika na amefurahishwa na hotuba ile. Kwa sisi watu wa Tanga tuchukue nafasi hii kumpongeza sana na kumshukuru sana. Kama nilivyosema kwamba katika hotuba ile yako mambo mengi sana. Moja katika mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyazungumzia ni swala zima la kuwanyanyua kiuchumi vijana na akina mama katika taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na akaenda mbali zaidi, akasema ataunda wizara maalumu inayohusiana na vijana tu. Na tukisema vijana, ndani ya vijana maana yake wapo vijana wa kiume na wapo vijana wa kike. Hawa wote watakuwa wanufaika wa nchi hii kupitia wizara hiyo, wizara ya vijana. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hilo. Tunaamini kupitia wizara hiyo atakayoiunda, changamoto za vijana zinazowakabili zitapatiwa majawabu kwa wakati. Kupitia wizara hiyo vijana atakayoiunda, tunaamini changamoto za vijana kwenye ajira serikalini, ajira za kujiajiri wenyewe, ajira za kuajiriwa kwenye sekta binafsi zinakwenda kupatiwa majawabu ya kutosha kwa muda mfupi unaokuja. Nirudie tena kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hili. Kama nilivyosema, tumekuja kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake kwa vitendo katika hili alilozungumzia kuhusu vijana na maendeleo, vijana na uchumi. Tumesikia hotuba, tumesikia risala ya vijana wetu, namna ambavyo wameanzisha kikundi chao hiki ili kuhakikisha wanajinyanyua kiuchumi ili waendelee na maendeleo mazuri katika familia zao, ili na wao waishi vizuri kama wanavyoishi vizuri watu wengine. Tumesikia risala yao, tumeona walipotoka na sasa mahala walipo. Unaona kabisa hapa kuna watu ambao wanafaa kabisa kuwa ni darasa kwa vijana wengine ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Nimeamua kujaunga mkono kama walivyosema kwenye risala yao. Wamekopa halmashauri mkopo kwa mujibu wa mkataba wa miezi 16, maana yake ni mwaka mmoja na miezi 4, na wanatakiwa kila tarehe 16 kila mwezi wao wanarudisha kile walichoelekezwa warudisha, na wameshalipa kwa muda wa miezi 8. Maana yake kwa miezi 16 wamebakisha miezi 8 mingine. Tumekuja kuunga mkono hotuba Mheshimiwa Rais kuhusu vijana na uchumi kwa vitendo. Nimeamua kuwaunga mkono kwa kuwalipia miezi 8 yote iliyobakia. CCM kama alivyosema kwenye risala yao, kwa deni lililobakia halipungui milioni 13,
na 4,044. Jana kwa kuwa leo ni siku ya Jumapili, siku ya kazi, nikaona jana niwalipie, nikaambiwa nipe akaunti ya chao. Kwa jana nilishawalipia pesa zote milioni 13,444. Kwa naomba tuwakabidhi haya grupu shilingi milioni 13,440,000 kutoka kwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga na mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM. Piga makofi mengi sana tafadhali. Imelipwa tarehe 15 mwezi wa 11 2025. CCM oye! Ongeza makofi mengi kwa MCC. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima taadhima, naomba nirejeshe kwako. CCM oye! Dr. Samia oye! Kwa kama nilivyosema, tumekuja kuwaunga mkono vijana wetu kwa jitihada kubwa wanaifanya ya kujitafutia uchumi, kujinyanyua kiuchumi, lakini pia tumekuja kumuunga mkono kwa vitendo na kumshukuru kwa vitendo Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake ya kulizindua bunge tarehe 13, bunge la 13, ambapo amezungumza sana swala la vijana kuwanyanyua kiuchumi. Tunajua kazi anayoifanya rais wetu, tunajua aliyoyakusudia Mheshimiwa Rais kwa wananchi wake, kwa vijana na akina mama, kuwanyanyua kiuchumi. Na sisi kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi lazima tuoneshe kumuunga mkono rais wetu kwenye kuwaunga mkono vijana wetu. Naomba nitoe wito kwa viongozi wote wa chama chetu na serikali kwenye mkoa wetu wa Tanga, kila mmoja kwa nafasi yake, mahala popote alipo, kuwaunga mkono vijana na akina mama kwa shughuli wanazozifanya, kwa chochote mtu alichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Ukimwona kijana anajishughulisha na kilimo na anahitaji mfuko wa mbolea wenye thamani shilingi 70,000, wewe kiongozi, kama unao shilingi 70,000, ni kusihi sana muunge mkono kumnunulia mfuko huo wa mbolea kijana huyo. Ukimwona mama mjasiriamali ana biashara zake ndogo ndogo, anahitaji kiloba kimoja cha unga wa ngano, anahitaji dungu moja la mafuta ya kula kwa ajili ya kujiendeleza kwenye biashara zake, wewe kiongozi, muunge mkono mama huyo. Kila mmoja akifanya hivyo kwa eneo alilopo, tutakuwa tumemsaidia kweli Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kumuunga mkono kwenye hotuba yake kwa vitendo. CCM oye! Naomba nitoe wito kwa vijana wetu wanaojishughulisha na biashara zao, wanaojishughulisha na biashara za bodaboda. Naomba nitoe wito kwa kina mama wetu wanaojishughulisha na biashara zao ndogo ndogo, msikate tamaa. Biashara ulionayo iheshimu, kwa sababu huyo ndiyo mkombozi wako. Utakapofanya vizuri, viongozi wataona yule anafanya vizuri, utaungwa mkono. Ni wasihi wote, vijana na akina mama, wale wanaokwenda kuchukua mikopo hii ya halmashauri na mikopo mingine ya serikali na taasisi binafsi, kachukueni mikopo hiyo mkafanye yale mliyokusudia ili malengo yenu yakatimie. Tunao uzoefu wa kutosha, baadhi ya mama zetu na dada zetu
wanapokuwa na harusi za ndugu zao, wanapohitaji sare na vijora, wanakwenda kukopa kwenye taasisi binafsi, wanakwenda kununua vijora baada ya kufanya biashara. Hili linawarudisha nyuma. Tunachohitaji sisi viongozi wenu ni kuwaona mnakwenda mbele, sio mnarudi nyuma. Nimemsikia mwenyekiti hapa bodaboda ya wilaya amesema kuniomba kwa mwenyekiti, vikundi viko vingi sana, 47 katika wilaya nzima ya Pangani. Lakini mimi bahati nzuri nimeshawaunga mkono nyinyi kabla, na nyinyi mmekiri hapa, niliwalipia leseni wote. Lakini baadaye palikuwa na wajanja wachache wakapita nazo kushoto. Lakini nishukuru viongozi wa serikali wilaya ya Pangani waliwabana hawa waliochukua fedha hizo, walipozila walizitapika. Na mimi niliwaahidi fedha ninazotoa mimi huadhibiwi, ukila utatapika. Kama ulizoea kula maharage alafu ukavimbiwa ukitapika, na vile vile ukila fedha nao utaitapika. CCM oye! Dr. Samia oye! Lakini nimpongeza na kumshukuru sana mbunge wetu wa jimbo la Pangani, Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso. Ni kijana mwenzenu mwenye ari na nia ya kuwatumikia. Ni kijana mwenzenu mwenye ari na nia ya kuwaunga mkono kwenye swala zima hili la shughuli ya bodaboda. Ameniambia anakamilisha mambo yake kuyaweka vizuri. Mara akikaa vizuri, anahakikisha ahadi aliyoahidi anakuja kuitekeleza kweli. Naomba tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema ili aendelee kututumikia. Aweso ni mtu makini, Aweso ni mtu ambaye akiahidi anatekeleza. Mimi ndo namzaa Aweso, namjua Aweso ni mtu aina gani. Kwa ni swala la subira tu. Kwa swala ya kufikia vikundi vyote 47 hivi, mwenyekiti wa chama wilaya nawapa maelekezo, hakikisheni vijana wote mnawatembelea wilaya nzima ya Pangani kujua changamoto zao za biashara zao za bodaboda. Pale ambapo mnao uwezo wa kuwasaidia, wasaidieni. Pale mnapohitaji ushauri wangu, niambieni, nitawapa ushauri wangu, ili mradi kwamba vijana hawa wote tuweze kuwafikia na kutatua changamoto zao. Kwa upande wetu sisi kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, tumejipanga kuhakikisha kupitia viongozi wa bodaboda mkoa wa Tanga, tutakwenda kuongea na vijana wa bodaboda wote mkoa mzima wa Tanga kwenye kila wilaya, kujua changamoto zinazowakabili pamoja na kutafuta majawabu yake. Lakini si vijana wa bodaboda, kwa wako vijana waliojishughulisha na kilimo, nao tutawafikia kupitia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya mkoa wa Tanga, kuhakikisha nao tunawafikia kujua changamoto zao na kutafuta majawabu yao. Tunajua vijana na akina mama wanajishughulisha kwa shughuli mbalimbali. Tumejipanga kwa ilani mpya ya uchaguzi ya mwaka 2025 kuelekea mwaka 2030 kuhakikisha kwamba tunawafikia, kusikiliza changamoto zao na kutafuta majawabu yao. Haya ndiyo maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha tunawakimbilia wananchi na sio kuwakimbia wananchi. Mwisho, kwa kumalizia, ndugu zangu, tulikuja kwenye kampeni za uchaguzi. Tumeahidi mengi kupitia ilani yetu ya uchaguzi ya miaka mitano ya mwaka 2025 kuelekea mwaka 2030. Sisi kama Chama cha Mapinduzi, ilani ile tunaichukulia kwamba ni sehemu ya mkakati katika dira ya taifa ya maendeleo ya miaka 25 ijayo. Tulikuwa na dira ya taifa ya maendeleo ya miaka 25 iliyopita, kwa maana mwaka 2000 mpaka mwaka 2025. Tunajua tunao dira mpya ya mwaka 2025
mpaka mwaka 2050 kwa miaka mitano mingine inayokuja. Ilani ya uchaguzi ya miaka mitano ya mwaka 2025 mwaka 2030 inakwenda kutafsiri vyema mikakati thabiti kuhakikisha mikakati ile ya dira ya taifa ya maendeleo ya miaka 25 inayokuja na tunakwenda kuanza kuitekeleza. Hiko ndio Chama cha Mapinduzi ambacho kimejipanga kwa ajili ya kutetea maendeleo. Ndugu zangu, nikuombeni. Maendeleo mahala popote pale hayawezi kuja kama amani haipo mahali. Na waombeni sana, kila mmoja awe ni mwalimu kwa mwenzake, kumkumbusha umuhimu wa amani ndani ya nchi yetu. Kila mmoja awe mwalimu kwa mwenzake, kumkumbusha amani, umuhimu wa amani ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Kila mmoja awe mwalimu kwa mwenzake, kumkumbusha umuhimu wa amani ndani ya wilaya yetu ya Pangani, ndani ya kata zetu, ndani ya vijiji vyetu, ndani ya vitongoji vyetu. Amani yetu ni kitu cha msingi sana. Hatuwezi kupata maendeleo tunayoyahubiri kama hatuna amani. Hatuwezi kupiga hatua za kimaendeleo kuhakikisha barabara ya Tanga Pangani, Saadani, Bagamoyo na Kamilika Kupango cha lami pamoja daraja la mto Pangani kama hatuna amani. Hatuwezi kufanya ibada zetu msikitini na makanisani kama hatuna amani. Ndugu zangu, naombeni sana Watanzania wote, bila kujali itikadi za vyama vyetu, bila kujali itikadi za dini zetu, bila kujali itikadi ya makabila yetu, kila mmoja amkumbushe mwenzake umuhimu wa amani ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Mwenyezi Mungu atusaidie. Mwisho, nimeambiwa hapa majeshi ya kina mama. Naomba baada ya mwenyekiti kufunga hapa, basi mkutane nao uweze kusalimiana nao na wasikilize pia nijue changamoto zao. Asanteni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi!